Kwa mfano mimi kule nyumbani kwenye kitongoji changu mimi ni mhudumu wa afya, na kuna mazingira yani, kwa mfano mwanaume kunyimwa tendo la ndoa sasa ni ukatili, kwa sababu yenyewe unagusa nini? Unagusa mwili. Of course ipo hiyo. Kwa mfano kwa watu ambao wana umri kuanzia miaka 40 50 kwenda mbele, kwa kweli unapita changamoto nyingi. Yaani mtu anakuambia kabisa, kwa kweli mimi kwa mazani nilipofikia ni bora nifike nyumbani saa 6 saa 7, kwa sababu changamoto ambayo naikuta nyumbani sio nzuri. Kwa sababu moja kwa moja ina maana mwanamke amemfanyia ukatili nani? Mwanaume. Kwa sababu unamuoa mwanamke ili unamuoa mwanamke ili mfarijiane. Unajua kufarijiana. Sasa inatokea sasa unanyima. Je, huo sio ukatili? Au akiniambia mimi kwamba wewe geuka huku nikakataa, sio ukatili kweli? Yangu ni wewe, naomba kwa akili. Hapa inategemea. Kwa mfano angekuwa ni mwanamke kama huyo hapa, mimi nikamaliza wiki nzima naye analala kushoto, mimi nalala kulia, moja kwa moja nilikuwa nimemfanyia ukatili nani? Mke wangu. Pengine akinihitaji nikakataa, moja kwa moja kisaikolojia na mwathiri. Lakini hata mimi binafsi akininyima mwanamke wangu tendo la ndoa, na mimi inaniathiri. Kwa sababu gani? Kwanza tendo la ndoa yani psychologically inakufanya wewe una uwezo wa kufanya kazi. Ina maana unapofanya tendo la ndoa unaamka ukiwa vizuri mwili na nini. Ina maana hata uwezo wa kufanya kazi na kuingiza uchumi katika familia unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ina maana usipopata hata uwezo wa kufanya kazi na nini inakuwa ni ndogo kabisa. Yaani hiyo hata Biblia imeandika hivyo, kusoma Mithali 5 hivi nasema hivyo. Kwa hiyo yani kitu ambacho yani kipo hata kwenye Biblia.